sisi tumeweza kushirikiana na Bwana katika maombi. Lakini ningependa tujikumbushe mambo 1, 2, 3 yanayohusu maombi ama yanayohusu kuomba kwa ufanisi. About praying and praying effectively. Kuomba na kuomba kwa ufanisi. Mwathani agoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoanza kuhusu maombi, ni vyema tujikumbushe mbona huwa tunaomba. Najua haya tunajua tuliangazia wakati ambapo tulikuwa tunanena kuhusu maombi. Na tulisema the main purpose of prayer is for relationship and fellowship. Tulisema jambo kubwa ambalo linafanya tuombe ili tuweze kushirikiana na tuwe na ushirikiano na Mungu wetu. So prayer is the first point of fellowship and relationship with God. The basic prayer, jambo muhimu kabisa la kuomba ni kutengeneza ushirikiano wako na Mungu. Gĩtũmi kĩa mbere kĩrĩa gĩtũmaga tũhoe nĩ kũrikĩria ngwatanĩro itũ na Ngai. Mwathani agoshwo. Yes, that is the basic. Hilo ndilo jambo muhimu kabisa ambalo tunafaa tujue kuwa si kwamba tunamuombanga wakati ambapo hatuna na ile wakati ambayo tunayo tunalegeza maombi. Si kwamba huwa tunafunga wakati mambo ya ulimwengu imetusonga, lakini wakati ambapo mambo inaendelea hatuwezi funga. Hapana. Tunafaa tufunge kwanza ili tuweze kutengeneza ushirikiano wetu na Mungu. Haifai kuwa ati si vizuri, si vyema, haikuumbwa iwe hivyo. Wakati ambapo mambo hayaendi sawa, ndio unataka kumkaribia Mungu kwa njia ya maombi. Lakini wakati ambapo mambo inaenda sawa, unashukisha kiwango ambacho huwa unashirikiana na Mungu wako. Si sawa, haikuwa hivyo. Mwathani agoshwo. Kwa sababu tukifanya vile ni kama hatumjui Mungu wetu. Mwathani agoshwo. Hatukwenda pale, lakini si sawa. Kwa sababu maombi iliumbwa ama ombi. The purpose of prayer is for relationship and fellowship. It is in prayer, ni katika maombi, that we get to have a relationship with the Father. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika maombi ati sisi tunakuwa na ushirikiano na Baba wetu. Tujikumbuze hizo mambo zingine 4 muhimu ambazo huwa tunaomba. Jambo la pili ambazo huwa tunaomba ili tuweze kukua kiimani, for spiritual growth and transformation. We said the first and most basic is for relationship and fellowship. Acha niwaambie ndugu zangu, turudi hapo. Kama haujajua Mungu wako, and the first basic ya kuthondeka ngwatanĩro nake, bado haujaweza kusonga katika maombi. Mwathani agoshwo. Mimi napenda kukumbusha watu wakati ambapo tulikuja katika huu ufalme. Biblia inasema he translated us from the kingdom of darkness to the kingdom of his dear son. Wakati tulikuja katika hii ufalme, tulifanyika kuwa wana wa Mungu. John 1:12, 13 and 14. Tulifanyika kuwa wana wa Mungu. Na bila sisi kujua sisi ni wana wa Mungu, bila sisi kutokujua na kuchukua nafasi kama wana wa Mungu, hatuwezi mtumikia Mungu 100%. Kwa sababu hatujachukua nafasi yetu kama wana. Na kuchukua nafasi yetu kama wana ni kumtambua Mungu kama baba yetu. Na
ukitambua hivyo, utaweza kuelekea kwa maombi ukimjua yeye ni nani, na ukijua unaongelesha babako anayekupenda. Unajua, it is so wrong, ni kwa huzuni sana. Kuna Wakristo mara mbili. Kuna wale wanamwendeanga Mungu kama baba, na hii maneno tumesema. Kuna wale wanajua Mungu ni babangu, ni mlinzi wangu, ni kiongozi wa maisha yangu. Na kuna wale wanamwendea kama hakimu. Hakimu ni judge, mutuishira ni judge. Kuna wale wanamwendea kama hakimu, hawana uhusiano ule wa baba. Wanaonanga mimi nimekosea na nimeenda kwa hakimu. Bwana mwadhani agoshwa. Ni vyema tujue na tumjue Mungu wetu ni nani. Inatusaidia sana sana wakati ambapo tunaomba, kwa sababu ukijua Mungu ni nani, na ama hata ukijua mimi ni nani, unaweza kuwa na uhusiano mwema na mimi. Lakini kama hatuna ushirika, hatuwezi kuwa na uhusiano. Mwathani agoshwo. Angĩkorwo ithuĩ tũtirĩ arata, gũtirĩ hĩndĩ tũkagĩa na ngwatanĩro. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tulisema, huwa tunaomba for spiritual growth and transformation. Huwa tunaomba katika maombi. Maombi ni njia moja, sijasema ni ile tu, but ni njia moja inafanyanga mtu aliyeamini aweze kukua. Wajua watu wanakuanga aje katika maombi? Unarudi point number 1. Kwa sababu ni katika maombi ambayo huwa tunanena na Mungu. Na katika huo ushirikiano na Mungu huwa inatukuza. Huwa inakuza imani yetu, inaondoa mtazamo wetu kwa mambo zingine, na inaelekeza mtazamo wetu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, hii tulisema tu ni kujikumbusha. Jambo la tatu ambalo huwa tunaomba, tutaipata katika Philippians 4 verse 6, 7 and 8. Katika kitabu cha Wafilipi, na tutasoma. Watu naomba for making requests and obtaining promises. Ili tunaambia Mungu mahitaji ya moyo yetu. For making requests and obtaining promises. Jambo la 4 ambalo tunaomba, unaweza angalia kitabu cha Job, Ayubu 22 murago wa 28. Wacha tusome hapo Minister Ann tafadhali. Ni jambo la 4 ambalo huwa linatubidi sisi kama Wakristo tunaomba. Ni Ayubu Job 22 verse 28. Na bado hatujaanza. Hii nilisema tu ni vizuri tuweze kulay foundation ili tuweze kusoma jambo moja mbili kuhusu maombi. Ukifika pale naomba utusomee. Asante. 22 Job 22:28. Odo ucio no ukurĩrĩre ikĩro ciaku. Anza 27. Kuhoya uri muhoyaga nake agakũigua, nawe ugacoka ukahingia mĩhĩtwa yaku. Ningĩ watua atĩ kũrĩ ũndũ ũgwĩka, ũndũ ũcio no ukurĩrĩre ikĩro ciaku irĩtheragĩrwo nĩ ũtheri. Mwathania. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo jambo la 4 ama the assignment number 4 of why we pray. We pray, wacha kwanza tuseme na Kizungu, so that we can make decrees.
Unajua tukisema na Kizungu alafu kukuja kwa Kiswahili na Kikuyu itakuwa rahisi. We pray so that we can make decrease. Na Kikuyu tunasema hivi, ni thĩinĩ wa mahoya nĩ kwĩrathĩra twĩrathagĩra mũtũrĩre-inĩ witũ kũringana na wendi wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tano ambalo huwa tunaomba ni welfare and intercession. Welfare, it's for welfare and intercession. For welfare and intercession. Leo hatukuwa hapo. Tulikuwa tu tunajikumbusha mbona tunaomba. Wajua huwa tunauliza kama Mungu ni Mungu anajua mwanzo mpaka mwisho, mbona huwa tunaomba? Na tumesema maneno 5 pale ambalo huwa tunaomba. Leo tunaangalia kuomba na kuomba kwa ufanisi. Praying and praying effectively. Sasa ndio tumeanza. Hiyo ilikuwa ni revision. Sasa ndio tumeanza. Na point number 1 ambayo nataka tuandike is praying with the right motive. Praying with the right motive. Praying with the right motive. And tunaweza anza na kusema God wants a relationship and not religion. Kwa Kiswahili tunasema kuomba kwa nia sahihi. Kuomba kwa nia sahihi. Mungu hupendezwa sana na uhusiano kuliko dini. Mungu hupendezwa sana na uhusiano kuliko dini. Hiyo ndiyo point yetu ya kwanza. Na naangalia kutoka tu kwa wakati. Hii tukiangazia vizuri tutakuwa tumemaliza Bible study ya leo. Najua tuko na points 4 lakini nataka tu tuangazie hii tu vizuri kabisa ndio tuweze kujua kuomba na kuomba kwa ufanisi. So tumesema praying with the right motive. God wants a relationship and not religion. Tuhigure ibuku rĩa Mathayo 6 mstari wa 5. Matthew chapter 6 verse 5 and 6. Najua ni vizuri tuone venye Yesu alitufunza kuhusu maombi na kuhusu nia ya kuomba. Kwa sababu huenda ikawa tunaomba. Mimi sina shaka sisi ni waombezi. Sina shaka na hiyo maneno. Lakini je, tunaomba kwa ufanisi? Sina shaka sisi huwa tunaomba, lakini nia zetu ndani ya mioyo yetu zinakaa namna gani? Ukifika pale unaweza tusomea Matthew chapter 6 verse 5 and 6. Na hĩndĩ ĩrĩa mũkũhoya mũtigatuĩke ta hinga, tondũ cio nĩ ciendaga kũhoya irũgamĩte thunagogi-inĩ na magomano-inĩ ma njĩra nĩgetha cionagwo nĩ andũ. Ngũmwĩra atĩrĩrĩ nama atĩ nĩ irĩkĩtie kũgwata mũcara wacio. No hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya tonya nyũmba yaku thĩinĩ, na warĩkia gwĩtirĩria ũhoe thoguo ũrĩa wĩ hitho-inĩ, nake thoguo ũrĩa wonaga hitho-inĩ nĩ agakũhe ngatho. Tuendelee. Na ningĩ mũkĩhoya rĩ, tigai kũhũhũtĩkaga ta ũrĩa andũ arĩa a ndũrĩrĩ mekaga, nĩ gũkorwo o meragagĩrĩra atĩ nĩ mekũiguo nĩ ũndũ wa kũraihia ũhoro wao mũno. No inyuĩ rĩ, tigai gũtuĩka tao, nĩ gũkorwo ithe wanyu nĩ oĩ maũndũ marĩa mamũbatairie mũtanamũhoya. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, inyuĩ hoyagai ũũ. Thank you. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni maneno ya Yesu anapofunza kuhusu maombi. Na anasema mnapoomba msiwe kama wale anawaita wanafiki ambao wanapenda kusimama mahali ambapo wanaonekana
ili waweze kuonekana wanaomba. Mwathani agoshwo. Unajua Mungu haongelelei hao watu, anaongelelea kuhusu sisi ambao tuko kanisani. Mwathani agoshwo. Na anasema hivi, yeye hapendezwi na hao watu ambao wanajionyesha wanajua kuomba, wanapenda kuomba. Utawapa pale katika kwa streets wakiomba, utawapata pale, lakini roho zao haziko katika maombi. Wao wanaomba ili waweze kuonekana wanataka kuomba. Ndikane muranyita. Ndarauga tutikahoe haria tutaronekana, arauga uhoro wa ngoro. Bwana asifiwe. Is not speaking about physical presence, because it is inevitable that when we come to church we have to pray. Ndarauga atiriri, hindi iria tuoka kanithai no nginya turihoya, niguo. Koguo ndarauga tutikahoe guku kanithaini. Anasema mwongozo na nia ya roho yako ndiyo inaangalia. Kwa lakini kuna watu ambao huja kanisani na wacheni niwaambie story kidogo. Kwa hii high school kuna kuaga na hizi zinaitwa drama festivals. Zinaitagwa hivyo. Na watu wanaweza act kama kitu moja ama kile ingine. Hilo jina ambalo limetumika pale kwa kizungu hypocrites, ukitafsiri vizuri inasema mtu ambaye anavaa ama anafanya kitu yeye si yeye, but ana act. Bwana asifiwe. Kwa Wakristo, sasa turudi kwa Wakristo, kuna wale wanajua kuact kama Christians. Ihena aria moi kuact ndiramenya tugugwitatia na githugu. Wanajua sana. Wanajua kuvaa kama Wakristo. Unajua hata sijui Wakristo wanavaangaje. Wanajua kwenda kama Wakristo, hata kuomba wanajua kuomba kama Wakristo, lakini roho zao haziko katika Mungu. Bwana asifiwe. Ona kuhoya ni moi kuhoya ta Kristo, no ngoro ciao itikoragwo hari Ngai. Unajua wakati nilikuwa hapa tuliongelea ule mama Msamaria, si ndio? Aliyokokuwa katika the Jacob's Well. Na Yesu kuna maneno watukufikia hapo katika John chapter number 4. Kuna maneno watukufikia. Wacha leo tufikie hata kama haiko. Mimi naona nitakosea. Bado niko na wakati. Wajua kuna wakati Yesu alimwambia, wakati unakuja na ndio huu, wakati Mungu anatafuta. Erosioge Mungu anatafuta. Erosioge Mungu anatafuta. Yes, God is in the business of looking. Ingine inasema searching. Mungu anatafuta those who will worship him in truth and in spirit. For God likes such kind. Akienda usome hiyo John chapter number 4. Those are the words of Jesus to the Samaritan woman. Ati Ngai niaretha andu aria a roho nama. God is in the business of looking for them. Turudi kwa watu. Tunasema kuomba wanaomba, lakini roho zao haziko pale. Kuworship wana worship, lakini roho zao haziko pale. Sijui kama ushaikuja kanisa na unaacha roho yako. Watu wanamwabudu. Yeye ni mkuu. Hata unaweza inua mikono, yeye ni mkuu.
biashara yake. Hapana. One, two. Hallelujah. Alimwambia, si huyo niliyechagua, kwa kuwa mimi si kama wanadamu wanaangalia the outward appearance, lakini mimi naangalia roho. Sijui ulikuja kanisa unamuomba Mungu, lakini unajua roho yako haiko. Your motive for prayer is wrong. Nia yako ya kuomba bado ni mbaya. Mungu hafurahishwi na the outside appearance. Hiyo haimfurahishi. Kenye inamfurahisha ni moyo uliovunjika, moyo uliobondeka mbele zake. A contrite and a broken heart, oh Lord, you will not reject. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Jeremiah 29. Najua tunajua 11. Leo wacha twende 12 and 13. Tuone aspect ingine ya nia. Aspect ya kwanza ya nia tumesema ni kutoka kilindini cha mioyo yako. By the way, kama unasikia hauko, usifanye public participants. Drauga atia, gikorwo ni uramenya, ndurauga, ndurathathaiya, ndurahoya kuma ngoro-ini yaku, wega ni utige kuhoya, wambe wite kamucemanio. It is, ona venye hapo mahali tumesoma kabla tufike Jeremiah, hapo Mathayo mlango wa 6, akiongea kuhusu Wafarisayo ambao aliwaita wanafiki. Aliwaambia, wacheni niwaambie wa ukweli, they have their reward. Washapata kile ambacho walikuwa wanatafuta. Kwa nini? Kwa sababu nia yao ilikuwa kutafuta watu ambao wawasifu. Nia yao ilikuwa kuonekana. Nia yao ilikuwa kuonekana. Hiyo ndiyo nia yao. Na usiwahi kuwa na nia ya kuonekana kwa kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kutoa, usitoe ndiyo uonekane. Hapana, toa. Unajua kuna watu nilikuwa nafunza hii wiki, na kuna kitu moja tulikubaliana, kuwa kutoa mahali popote, kama ni kanisani, kama ni kusaidia Mungu, mtu, kutoa inaoneshana venye moyo wako uko. Wacha niseme kwa Kizungu alafu tutasema tu kwa hilo lugha nyingine. Giving is a condition of the heart. Kutoa is a condition of the heart. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie pointi ya pili kuhusu nia. Bado hatujatoka hapo, praying with the right motive. Sawa, tuko tuna dakika 6. Yes, Jeremiah chapter number 29, from verse 12 and 13.
Nimukangayagĩra na mũcoke mũinamirĩre mũhoe, na niĩ nĩngamũigua. Ningĩ nĩmũkanongoragia na mũkanyona o hĩndĩ ĩrĩa mũgakorwo mũnongoretie na ngoro yanyu yothe. Mwathani agocwo. Atĩ nĩmũkanyona hĩndĩ ĩrĩkũ? Class, good morning. Tucoke ikĩrathi. Nĩmũkanyona hĩndĩ ĩrĩkũ? Hĩndĩ ĩrĩa mũgakorwo mũnongoretie na ngoke na ngoro cianyu ciothe. Bwana asifiwe. The second, hiyo ndiyo point yetu ya pili. Tumurongoragia, we seek God na with all our heart na ngoro citu ciothe. You will seek me and you will find me when you seek me with the whole of your heart. Lazima ujiulize maswali. Mimi hata nikikuja kumtafuta Bwana, kuna kitu ambayo nimebakisha katika moyo wangu. Ni moyo wangu wote. Unajua, the first jambo la kwanza lile linaoneshana kuwa unapenda Mungu ni kuwa Mungu huja kwanza. Hiyo ni mzuri. Ati jambo la kwanza ambalo linaoneshana kwa maisha yako unapenda Mungu ni kuwa Mungu hukuja kwanza. You put God as the first priority. It is the only evidence that shows you love God is that you put God as the first priority. Now, hapa kwa maombi, katika motives of prayer, tunaambiwa tutampata. Ametupromise when we find him, he will be found. Hata Matthew 7:7 inasemanga, hoyai na nimukuheo, mathai na nimukuona, ligarigai murango na nimukuhingũrĩrwo. Nĩgũkorwo o wothe ũrĩa ũhoyaga nĩaheagwo, na ũrĩa ũmathaga nĩonaga, na ũrĩa ũringaringaga mũrango nĩahingũragĩrwo. Jeremia inatuambia hiyo yote tutafanya tukifanya na moyo wetu wote. Kwa Mungu hakunanga double standards. Sijui, wacha tujiulize hii. Niko na dakika 2. Leo niko very obedient. Wacha tujiulize hii. Sijui kama uliona watu ambao Yesu aliwakemea sana. Hata Biblia inawakemea sana. Ni wenye hawako hapa na hawako hapa. Wako tu katikati. Hauwezi jua mahali wako vizuri. Wenye wako mzuri, au tulikuwa tunawasifu, au Biblia inawasifu. Wenye wako mabaya, hata Paul alikuwa anaandikia Wakorintho, kwa hili sitawasifu. Lakini wenye wako katikati ni araru, matiramenyekana kana ni ahiu kana ni ahoro. Unajua katika kitabu cha James inasema mtu wa njia mbili, a double-minded man is unstable in all his ways. Tusikue hivyo hata katika maombi. Maombi ni moyo wako wote. Tusome verse ya mwisho tumalize hii Bible study. Katika kitabu cha James
James 5 verse 16. Hii ndio ya mwisho yenye tutasoma. James 5 verse 16. Anza 15 ndio ikuwe mzuri kabisa. Nao mahoya metĩkĩtie ihoya rĩu nĩrĩgatũma mũndũ ũcio mũrwaru ahonoke, nake Mwathani akamũkĩria. Ona angĩkorwo nĩehĩtie nĩakoherwo mehia macio make. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, umbũranagĩrai mehia manyu o mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na mũhoyanagĩre nĩgetha mũhonagio. Rĩu nĩ ihoya rĩa mũndũ mũthingu. Rĩu-rĩ, ihoya rĩa mũndũ mũthingu rĩkĩruta wĩra warĩo nĩrĩtũmaga maũndũ manene mekĩke. Mwathani agocwo. Ati ihoya rĩa mũndũ mũthingu rĩkĩruta wĩra warĩo nĩrĩtũmaga maũndũ manene mekĩke. Ya kizungu inasemanga the prayer of a righteous person is powerful and effective. Bwana asifiwe. Tulikuwa tunaongea kuhusu nia ya kwenda kwa maombi, motive of prayer. Na ningewasihi vile ambavyo tumesikiza kutoka kwa Mungu, wacha twende tukafanya in practice. Mungu awabariki. Wacha nikaribishe aliye na matangazo. Asanteni sana. Karibu. Tumpigie makofi.